iko mama hapa jirani anaitwa Mheshimiwa Wamaua, mbunge wa Maragwa. Wapi nduru ya mama Wamaua? Simpigie makofi mazuri jameni. Karibu mheshimiwa. Asante sana. Fungulia kameme ya Wamaua. Thank you so much, Your Excellency. Ni kweli tumekuja kutembea na area hii ya Kieni kuna watu wengi sana wa Murang'a. Lakini ya maana zaidi nilikuja ndio niseme kazi ya serikali inaonekana na imefanyika. Kama imefanyika kwetu Murang'a na especially constituency yangu Maragwa, basi nilikuja niambie watu wa Kieni serikali inafanya kazi, tuache kusikiza uongo na mambo zingine mingi, tuongee ukweli, kitu tunaona na kitu tunaweza uza. You know, Your Excellency, mimi nilikuwa nimesubaa kiasi, lakini nikaona hii ni ujinga tu na Maragwa yangu ikawachwa nyuma. Nikasema pahali tunapeleka ushuru, hii keki ya ushuru ikikatakatiwa watu wale wengine, watu wa Maragwa wataumia na ushuru tunalipa. Nikaangalia nikaona huu mzee tunasemanga kila wakati Raila Amolo Odinga. Yesi ujinga kila wakati anajaribu kuongoza hii nchi na anashindwa. Lakini dakika kidogo unamuona wenye wamechukua serikali ako hapo ndani. Sasa nikajiuliza, tunasasiko kidogo tu ni ya kutuweka serikali tulichagua, wengine wanavuna na sisi tunaachwa hivyo. Nikasema wacha nitembee na nisome na Kasongo nilimchagua. Thank you. Amen. Asante. Thank you very much. Pole. 100,000 ya mheshimiwa. Thank you very much. 100,000. Bas. Wacha sasa nimuite ndugu yangu mkubwa na waziri wa zamani Mheshimiwa Festus Mwangi Kionjori. Wapi nduru ya Mwangi Kionjori? Karibu waziri, mheshimiwa. Welcome. Muongezee volume. Ongeza volume ya waziri. Nasikizana sasa. Yeah. Your Excellency Deputy President wa Republic of Kenya, wajumbe wenzangu, watu ya Kieni, God is good and all the time. Adwa Kieni mwere okuo. Mulika ilio era. Na mulika ilio urera. Adwa Kieni makaribie kwa huko. Kieni kwa mkoani ya kama. Asanteni sana. Mimi yangu Your Excellency itakuwa ni machache zaidi. Maanake nimekuwa kwa siasa miaka mingi sana. Na mimi nimejionea mengi sana. Tukiingia kwa hii siasa, niye ni Jaluo ndio nilikuwale. Na kwa hivyo, nikiwa pale chini nikisikiza maneno, na nimesikiza wa Kenya, nimesikia siasa ya mlima na siasa ya Kenya. Leo hii tumekuja hapa. Kuna watu saa hii wako kwa mitandao wanasikiza vile tunasema, lakini jioni yale yote ambayo umesema hapa utasikia 1%. Umeongea for almost 1 hour articulating issues about this government, what you are doing, na yale yote umesema ni ukweli.
Manake, they are tangible things that you can see, you can touch. Maendeleo sio kama mkate. Leo ukiwa na mkate ukikula, unaweka karatasi kwa mfuko na watu wanasahau pia wewe unasahau kwa mkate. Ukijenga shule inaonekana. Ukijenga barabara inaonekana. Ukijenga soko inaonekana. Ukiwekea watu stima inaonekana. Na hiyo ndio maendeleo. Siasa ya chuki unaiongea siku ya leo, ya kesho, lakini muda unaendelea na urongo inaweza kwenda chini. Urongo inatembea rahisi sana, uwepesi sana na haraka, lakini ukweli unatembea polepole. Wewe na rais wa Jamhuri ya Kenya na sisi viongozi ambaye tuliamua, tumetulia na tutangojea yale maneno unasema siku ya leo yatatimizwa leo, wengine kesho na mwaka ambao ujao. Miaka watu wanaangalia. Leo hii umesimama hapa, umeongea kuhusu soko ya Kiawara, umeongea kuhusu hospitali, tumeongea shule ya hapa sijui tunaita na Mnani ya huko. Haya maneno tumeongea, hawa watu jioni wataelezewa hawa watu walikuja hapa wadanganya. Na hiyo itakuwa ni kweli, manake haiwezi mea kama makuno, ati hospitali itajengwa saa hii na itaonekana kesho. Kwa hiyo watu watakuwa wamedanganywa as long as they cannot see a hospital. Lakini mkiwa nasemanga mwenendo yani matuko. Na hiyo matuko itakuja kuisha. Manake sisi next year tutakuja tuone tumeendelea mpaka wapi. So by the time we come for elections, tutakuja saa hiyo watu wanatibiwa kwa hospitali, akina mama wameingia kwa soko, watoto wanasomea kwa mashule, wala urongo itakuwa imekufa. Ukweli itakuwa ikiendelea mbele. Asante. Siku itahesabiwa na watu wanakuja kuona ukweli. Yes. Wewe siku ya leo utaongea siasa, na siasa ni tamu sana. Wewe sasa hivi jaza kusema kipa go. Go. Hiyo ni tamu ya siasa. Lakini yule ukweli wa mambo, haya ndio ni mambo. Haya ndio mambo ya kichekesho kwa makini. We must now come to separate politics and ukweli na urongo. When we talk of national agenda, that public interest, we must qualify public interest from personal interest and also privilege interest. If you use privilege, you should have because you use privilege. If you are advancing your personal interest, those are your personal interests. We are here as leaders, behind the deputy president and the excellency of the president to boost national interest. National interest ndio ile sema sigarewa. Rais umeongea mambo na nini ya mwisho. Umeongea kuhusu this empowerment only for 1.5 minutes. Nilikuwa nakusikiza. The rest of the time almost over 6 minutes umeongea maneno ya maendeleo. Umeongea maneno ya stima na hiyo ni kweli soma makaratasi ya serikali 847 million. Tumeongea maneno ya soko over 300 million. Hospitali over 300 million. Mabarabara pia asitaja. Umeongea maneno ya over 3 billion Kenya shilling. 3.6. Yes. Thank you very much. Thank you very much, Mheshimiwa.
atoe kakitu ama nimtolee. Si amenitetea 250,000. Najua wakati niliona umenitetea sana, karibu niseme nitakutolea. Thank you very much. Watu makofi ya Mwangi Kionjori. Asante sana. Thank you very much waziri.